ufuatao ni wasifu wa marehemu Daudi Senga. Kuzaliwa. Marehemu Daudi Senga ni mtoto wa tano kati ya watoto 6. Marehemu alizaliwa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1990 katika hospitali ya mkoa wa Morogoro mjini. Dini. Marehemu alikuwa mcha Mungu mzuri, alifanikiwa kupata sakramenti ya ubatizo na ekaristi katika kanisa la Mtakatifu Patrick Morogoro. Elimu. Marehemu alifanikiwa kupata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1998 mpaka mwaka 2004. Kiuchumi. Marehemu alijishughulisha na shughuli zake binafsi za ujasiriamali ambazo zilimwezesha kumudu mahitaji yake ya msingi. Familia. Marehemu ameacha watoto 2 ambao wote ni wa kike. Ugonjwa na kifo. Marehemu alikuwa kwa muda mfupi na alilazwa katika hospitali ya rufaa ya Morogoro. Marehemu alifariki tarehe 19 mwezi wa 2 2026 jioni. Shukrani. Shukrani ziwafikie ndugu jamaa wote waliojitokeza kuhakikisha kuwa wanaokoa maisha yake. Pia shukrani za pekee ziwafikie madaktari na wauguzi wote wa hospitali ya rufaa kwa huduma zao za kitabibu katika kuokoa maisha ya Monica. Bwana alitoa na Bwana alitoa, jina lake litukuzwe. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini vile vile tutamkaribisha mimi kijifaki sina mamlaka ya kukaribisha, lakini makamu wa askofu atamkaribisha paroko Padre Kachelewa na aseme neno, na mwisho kabisa baba makamu wa askofu atasema neno lake na kutuongozea sala ya duniani kabla ya kuanza safari ya kwenda makaburini kumpumzisha ndugu yetu, mpendwa wetu, dada yetu Monica Daudi. Hivyo basi niombe sasa kwa haraka kwa kutusikia tungi kifupi ili tuwape nafasi mwingine. Niombe Bwana kwa niaba ya mwenyekiti wa kwaya ya kutusikia tungi ambayo pia marehemu alishawahi kuwa mwanakwaya katika kwaya yetu, tumepokea msikitiko msiba wa mzee, na hiyo tunatoa pole kwa familia na wapata na kama wanatokea wanaokas ambapo pia marehemu alikuwa mbaraji mwenzao. Asante. Naomba ndugu na mtumishi wa familia ya karibu na kutoka na kama moja kwa moja Rachel na Monica kwa ajili ya kupokea mwingine jumuiya ya kutetea mtoto Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi jumuiya ya kutetea mtoto Yesu tunashukuru sana baada ya kuona maneno zao kwa umma katika umma wakiwa bado tajiri tunafanya nini kwa ajili ya kukagua inatokea kama kubwa. Tulishtuka sana na wenyewe tunawapole jamii yote inayozunguka marehemu kuanzia kwaya, lakini jambo la kitu yote wawacha, lakini pia hata kufikia yenyewe na kuondoa mtu sana. Tunatoa pole, tunashukuru sana. Nashukuru. Asante. Tunasimama wachache kwa pole. Ungesimama kwa wachache kwa mtasimulia kwa haraka fupi. Nimetoa kwa
tunamshiriki dada yetu, mdogo wetu, mtoto wetu Monica Daudi, ambaye kwa namna moja na nyingine tangu amekuja katika eneo la Makundi amepata kushiriki ndugu zake katika shughuli za jamii na makundi mbalimbali katika kila hali, na ndiyo maisha ambayo yaliishi. Lakini baada ya kupata taarifa ya kifo chake, watu wameshtuka, wamesikitishwa, wamehuzunishwa sana, lakini kubwa katika yote tunaweza kwa familia na marehemu ya kuacha neno la mshikamano, mshikamaneni, vumilieni, lakini tumwombee sana Monica ili siku ya siku Mwenyezi Mungu alipokutanisha naye tena peponi. Baada ya kusema haya, tuseme poleni sana, na sisi kwa umoja wetu tunatoa pole kwa mama na watoto wa marehemu kiasi cha shilingi 1,100,000. Jina la Mungu liendelee sana. Wanaendelea kusisitiza tutumie muda mfupi sana kwa watu kanisa kuu. Wakati tunataja hivi vikundi, nilisahau kuwaita pia watoto taratibu kanisa kuu na wajiandae kusikiliza hivi viwili. Kwa watu kanisa kuu, kwa watu hawajajiandaa na wanaohitaji wao kanisa kuu, Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa niaba ya ndoa kanisa kuu tunatoa pole nyingi kwa ndugu, jamaa na marafiki. Tumepokea msaada kwa msikiti mkubwa sana, lakini tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi kwa niaba ya umoja wa kanisa kuu tunachanga kiasi cha 1,500 kwa mafadhili. asante. Upendo ndugu, na wao pia, lakini watakabidhi bahasha yao hapo. Focus kwa sana kifupi. Yesu maelezo nasimama kwa niaba ya Hosana Singers ambayo Monica amekuwa akihudumu kwa miaka yote ya mwaka 6. Tumepokea kwa masikitiko sana taarifa za kwanza kuumwa kwake na mwishoni kuitwa kuitika. Tunatoa pole kwa familia, kwa mama, kwa fundi Lecho na kwa watoto wake. Tunao kanuni katika basi kwamba inapotokea wanachama wameitwa, basi tunachangia sanduku la kumsikia mwenzetu, na kama anao mtoto mmoja tunagharamia atendea kesho kwa mwaka mzima. Na kwa sababu hiyo tunapenda tuwasilishe sehemu ya mchango ya Focus, lakini Lecho atatuongoza katika watoto ili tuchukue mmoja na tuweze kudumu mahitaji yake ya mwaka mzima. Asante. Asante Focus. Baada ya Focus, niombe kwa unyenyekevu mkubwa na tusameane kwa hili kwa sababu ya wakati wa wata na upendo mkubwa ambao wakati maisha walikuwa. Mungu ni mwema na wakati basi amesimama kwa niaba ya familia ambayo tunadua ilikuwa ambayo historia ya marehemu Mtume ameanzia hapo, na ndiye ambaye ameshawishi kuweza kushika kishiriki na kufikia leo marehemu kutoka dunia. Hivyo sisi kama bado tunadua tumepokea msiba wa masikitiko makubwa, na tunapenda kutoa pole kwa familia, watoto, mama na jamii nzima ambayo marehemu alikuwa akiishi. Kwa utaratibu katika sasa tumechangia kiasi cha shilingi 2,000 kwa ajili ya rambirambi ya mpendo wetu, lakini tunasuluhisha kabisa shughuli njema na hizi za nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Asante kwa matoa ya ndoa. Habari yetu kwa Mtakatifu Konstantini Mkundi. Kristo tumaelezo kwaya ya Konstantini Mkundi, kwaya ambayo marehemu Monica alikuwa akiingilisha akishirikiana na wenzake. Kwa mara ya mwisho alikuja na mkuta, tulikuwa naye kama mwenzetu kushiriki katika mambo mbalimbali ya kanisa, nasi tumeguswa na kuunganishwa mno na tukio hili.
zetu ambazo zitakuwa na malengo mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza yale ambayo Mungu ameyaacha. Kristo. Asante sana kwa katika Konstantini Fundi, Bwana katika Francisco Isabeli, karibu kifupi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, nimesimama hapa kwa niaba ya makundi mawili. Kundi la kwanza ni kwaya ya Mtakatifu Francisco Xavier, na kundi la pili ni shirikisho ya upakata kanisa kuu la Mtakatifu Agnes. Tunayo sababu ya kipekee sana kama kwaya ya Mtakatifu Francisco Xavier kuwasilisha salamu zetu za rambirambi nje ya shirikisho la kwaya la St. Patrick. Kwa sababu hiyo basi, kwa niaba ya makundi yote hayo mawili tunatoa pole za dhati kwa familia na kwa wanaodokata wote, shirikisho St. Patrick pamoja na jimbo kwa ujumla. Tuendelee kumwombea wenzetu, sisi pia tuendelee kuishi katika tumaini, tukiamini kwamba tutaenda kulima pamoja naye siku yetu ikifika. Asante, tumemaliza makundi mawili, maana ya Mtakatifu Francisco na shirikisho la kwaya kanisa kuu. Mtakatifu, karibu kifupi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Nimesimama kwa niaba ya walezi na watoto wa shirika la Mtakatifu Kuu. Tumeguswa na msiba huu wa dada yetu Monica, akiwa kama mmoja wa wazazi na watoto ambao wapo ndani ya shirika letu, lakini pia wazazi ambao walikuwa na ushirikiano mkubwa sana. Tunapenda ukubwa kwelikweli kwa wazazi. Tumeguswa na msiba huu, lakini tuwe pole kwa familia, lakini pia hasa ndugu wangu Vivianite, pole sana. Mungu awatie nguvu nyote. Tumetaja kitu kidogo ambacho kiliwafariji familia, tunaomba mtupokee. Asante sana. Baada ya kusikiliza mtakatifu, ni waiti wa heshima kubwa halmashauri ya walei wenyeji kanisa la parokia Mtakatifu Agnes kama wapo. Karibu sana. Yesu Kristo. Hapa halmashauri ya walei na parokia ya Mtakatifu Agnes, tunatoa pole sana kwa familia dada Monica, watoto pamoja na kwaya Focus. Mara ya mwisho tulimuona dada Monica alikuja kuingilisha kwaya Focus. Kwa hiyo hata sisi kanisa la Mtakatifu Agnes tumepokea kwa uzito na uchungu sana msiba huu. Basi tumuombe Mungu kutie nguvu ili tuweze kuvumilia msiba huu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, nashukuru sana halmashauri ya walei parokia hii Mtakatifu Agnes kwa heshima kubwa. Ni wengi sasa halmashauri ya walei kanisa kuu la Mtakatifu Agnes. Karibuni sana kwa ajili ya neno na salamu za Bwana. Familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa niaba ya waumini walei wa kanisa kuu la Mtakatifu Agnes, tunawapa pole familia, ndugu, jamaa na marafiki, kigango cha Msambu, upakata ya Kania Morogoro mjini, upakata ya Kania ya Kihonda, na wale wote wenye mapenzi mema. Mwenzetu anatoka, basi na kwetu busara kumwombea, lakini kila mmoja wetu atafakari tukio hili kwamba hapa ndipo ulipo mwanzo wa ufalme wa Mungu. Tukio hili likatambulishe mwanzo wa ufalme wa Mwenyezi Mungu. Tunao mengi ya kusema, lakini basi Mungu ni mwema tena kila wakati, si ndio? Basi bila kupoteza muda, tunaomba Mungu kwa moyoni. Hata mimi mwenyewe ninayo, lakini sina namna. Kazi ya Mungu hainakosa. Niwache tafakari hii. Mwanafalsafa mmoja alisema bora kuishi miaka 10
kuliko kuishi miaka 100 kama